Ya, nashukuru sana, ni mimi. Nimeelekezwa nije kwako. Umeelekezwa uje kwangu? Nilikuwa na shida. Shida gani? Nitaka nimpeleke mdogo wangu chuo cha sheria. Chuo cha sheria? Ulikuwa umewaza kumpeleka wapi? Nitaka nimpeleke Mwanza, lakini nawaza Mwanza nitafikaje? Mbona ni mbali sana? Ndio nimewaza hivyo, ndio maana nikakufuata wewe. Sawa. Kwa nini usimpeleke Morogoro? Ni vyuo vizuri. Vyuo vizuri sana Morogoro. Viko vyuo karibia 4 au 5. Na vyuo vizuri na gharama zao ni nafuu sana. Mimi ningekupa wazo tu mpeleke Morogoro. Basi sawa, nitafanya hivyo. Vipi kuhusu malipo? Malipo unaingia kwenye mtandao na unaingia kuomba kwa ajili ya kujiunga na chuo, na kuna akaunti namba ya kwao ya benki, unalipa, ukishalipa unaondoka na slip unakwenda nayo. Kwa hiyo kesho inawezekana kuondoka? Ya, kama utalipa leo, kama utaomba leo, utalipa, basi kesho unampeleka. Basi sana, shukuru. Baba. Sasa baba ndio nini kuingia bila wewe? Wala usijali. Kama nilivyokuambia mimi nitakuja na mazungumzo na wewe. Umesikia? Sana kusikiliza. Yaani ni hivi. Sisi tuna mila zetu. Mtoto wa kike wa kwanza wa kuzaliwa inatakiwa akishafikia umri wa miaka 23, 24, 25 inabidi tufanye tendo la ndoa mimi na wewe. Hivi baba, umechanganyikiwa? Sio nimechanganyikiwa, ndio mila yetu inavyosema. Baba, na elimu yako yote, kutembea kwako kote nchi mbalimbali mpaka Ulaya babangu umefika. Bado unaendekeza mila na desturi pamoja na elimu yako yote ulionayo. Yaani pamoja na yote, mila, kila watu wana mila zao. Sawa? Kwa hiyo hivi sasa hivi tumetengwa kutokana na kutokutimiza hiyo mila. Nilikuwa nasubiri urudi shule. Sasa baba, kama umetengwa, utaendelea kutengwa sana na hiyo familia yako au huo ukoo wako. Mimi siko tayari kufanya upuzi kama huo, na elimu yangu yote hii watu wakijua. Kila jambo lina siri zao. Kila watu wana siri zao. Watajua, utawaambia wewe. Sasa baba, mimi siwezi kufanya upuzi kama huo. Siko tayari kabisa. Siwezi. Unasema? Baba, mimi siko tayari kufanya upuzi kama huo. Sasa mimi lakini baba, Mudi hivi? Hivi kama kawaida. Fresh. Karibu bwana ndugu. Asante. Unanikumbuka? Hapana. Mimi si kijana Muba hapa kunikawa siku ile. Kijio cha pale kati. Karibu bwana ndugu. Asante. Sasa? Ndio. Mudi vipi? Kama kawa. Uhakika? Yap. Unakumbuka mimi? Sikumbuki. Mimi Musa pale kwenye kawa nimeachia 10,000 pale. Ndo siku ile mlikuwa wote. Kabisa. Ndio. Sasa? Ule mchongo mimi nishakamilisha ule. Chongo? Chongo gani? Si ulisema ukipita na sister yako unapata hela. Sasa mimi nimekuja hapo unipe muongozo. Na wewe pia? Na mimi tayari vita ya dadangu.
Kwa wewe umepita na dada yako. Na wewe? Kabisa. Wote wawili mmetembea dada zenu. Kabisa. Ni wapuuzi. Wapuuzi kabisa. Mtu mwenye akili timamu hawezi kutembea na dada yake hata siku moja. Hivi mjomba upo serious kabisa au sijasikia? Yaani nipo serious ninachokwambia. Nyinyi wapuuzi. Utatembeaje na dada yenu? Hebu bwana mjomba, acha utani. Unajua kuna mambo mengine ya kutania, lakini kama sio kutania mjomba. Yaani nipo serious kwa sababu maneno ya kijiweni uweze ukayabeba ukaleta mtaani ukafanyia kazi. Kwa nyinyi wawili mchokitenda mlikitaka kukifanya. Sijui mmenielewa? Yaani ni maneno ya kijiweni tu. Mmeyabeba mmeenda kutembea dada zenu. Nyinyi dada zenu mlikuwa mnawataka. Yaani ipo hivyo. Wewe ule bali anaongea sasa hayo, wewe utuambiaje baki kijiweni nikawa. Kwanza naona mnanichanganya. Kiufupi nyinyi mko mnataka dada zenu. Kwa hiyo hapa ilipo yani mdau. Naomba nyanyukeni nendeni nje. Sasa hivi nyanyuka nenda nje. Chapu. Tana kujiweni. Nenda nje. Yaani kuna watu kumbe wapuuzi hadi sasa hivi. Mudi. Dada. Hivi ninachokisikia ni kweli au unaota? Ni kweli wale wapumbavu wale dadangu wale unavyoona. Wapumbavu? Kabisa. Mimi nimesikia kila kitu. Kumbe ni mshenzi kiasi hicho. Yaani wewe umesoma elimu yako yote ndio kuishia kwenye ujinga kweli wewe Mudi? Yaani Mudi yaani umenivunja moyo kabisa Mudi. Kwa unafanya mambo ya ujinga kama hayo? Yaani ni wakwambia wenzao watembea na dadao kweli? Wale wana akili dadangu ndio maana wamefanya vitu hivyo. Kwa unanizalilisha. Unajua sipendi ujinga wako Mudi. Unajua kama wewe umesoma tukao yaani jamii uifundishe. Unanielewa lakini Mudi. Mtu aliyesoma na kwaga ana akili. Sipendi wa ujinga wako. Basi naomba nisamehe dadangu. Unanikwaza Mudi. Sipendi tabia yako. Sawa dada. Anda tuchukue begi huko tuondoke. Mke wangu. Nini? Unasemaje? Vipi tena? Vipi nini? Mimi naondoka. Sikiliza mke wangu, nilikwambia. Naomba nisamehe. Mimi sitokusamehe. Kwa nini ulale na mtoto wako? Yaani mke wangu nashindwa kulielewa hilo. Naomba unisamehe. Yaani wewe umeenda kusoma Ulaya huko, kumbe umesomea mambo ya umalaya. Mimi nilikuwa najua umeenda Ulaya unakuja hapa unafanya mambo mazuri. Kumbe umetoka hapo umeenda Ulaya unarudi umeenda kusomea mambo ya umalaya. Mimi naondoka zangu, kaa na malaya wako huyo mtoto wako. Nakuomba mke wangu nielewe ninachosema. Hili ni swala la mila mke wangu. Mbona unaniadhibu kwa kitu ambacho sio? Alafu nakwambiaje kutokana na hilo? Naomba nisamehe, nitafanya kila ninaloweza. Hata kama kununua nyumba, kununulia gari, inawezekana tu. Naomba nisamehe nifichie siri. Sitokusamehe na sitoongea kitu chochote. Siwezi nikashare na mtoto wangu mimi. Mira gani hizo za kulala na mtoto? Mama. Mama. Nikusamehe nini mimi? Unikusamehe umelala na babako? Hapana mama. Yaani mimi sina lazi na wewe umelala na babako. Yaani sikutaki kabisa, bora ungekufa. Ni uko chuo niletewe maiti. Yaani wewe wakushia mimi na wewe na mimi. Yaani mimi sina haja na mtoto kama wewe. Kwenda. Ngoja babako aje kununulia kila kitu. Uwezi mimi ulale na mtoto wangu afu niambie nitakununulia gari. Kaa na mtoto wako. Waiter. Leta kakangu soda.
Karibu. Asante. Asante. Msimama. Naam. Mimi naitwa Dr. Chuma. Sawa. Na nashukuru kwa ujio wako. Naomba unisaidie nyumbani, yani hakuna uelewano kabisa. Kuna nini tena mzee Chuma? Yaani hivi ninavyokuambia, na karibu siku 3 sina raha. Shida nini? Iko hivi. Naona nikwambie tu wewe Msimama. Sawa. Yaani kwa upuuzi wangu, unajua huku Ulaya wapi nini nilikuwa naona tu vibinti jinsi hivi. Sasa mimi nimekuja kufanya kitu hapa nyumbani cha ajabu. Nimetoka na binti yangu, nimetembea naye. Ha? Dr. Chuma, ulikumbwa na nini kaka? Mpaka unafanya hayo yote? Hem, tuyaache hayo. Mimi naomba tu, nimepeleleza kwamba nani Bontown ambaye tunaweza kufanya naye kitu na akafanya. Nimeambiwa MC Mamba Bontown. Okay, naomba tufanye hivi. Yaani wewe na kufanya kama mdogo wangu. Mimi na kwetu Iringa, utoke Iringa unakuja. Yaani ashumu kama unatoka Iringa unakuja kunisaidia. Yaani unakuja, umekuja na kunikumbusha mila. Mila maana yake nini? Nimelifanya lile tendo lionekane la kimila. Mke wangu hivi sasa hivi shemeji yako karibu anaondoka, yani sijui kama atakuwepo mpaka sasa. Sawa kaka, unanitwisha majukumu mazito lakini. Na hiyo mila maana yake kwetu tuwe ikishafikia umri mtoto na miaka 20 na ngapi wa kwanza kuzaliwa tunatembea naye. Kwa hiyo ionekane kwamba mimi nimekwenda kwa sababu ya mila, natia aibu. Yaani nimefanya kitu mimi mwenyewe nashindwa kuelewa. Yaani mke wangu ananiacha. Sawa. Kwa kuwa hilo ni zito, nitakusaidia kakaangu. Bwana, unataka nije lini? Asante sana bwana. Yaani wewe hata leo. Basi kwa kunusuru ndoa yako, mimi nakuja leo kakaangu. Asante sana. Yaani hapo 100 kwa 100. Yaani hivi wewe kuanzia leo hivi ukija nitakachofanya wewe ukifaulu hilo kuanzia leo utakuwa familia yangu. Yaani utakuwepo nyumbani familia yangu. Halafu nitakutafutia kazi. Ni kweli Dr. Chuma? Watu kama nyinyi mliojipata mkisaidiwa tu matatizo yenu, basi mnasahau hata wale waliowasaidia. Hapana, mimi ni tofauti. No. I'm telling you sure. Please. I'm telling you sure. Don't worry. We are going to be together. Means you are brother and you is my, remember that. Okay, thanks my brother. Thank you. Yes.